vifungo vya ukoo. Ukiwa na Zohali ama Saturn in the 5th house, yani Zohali katika nyumba ya 5, huwa unakuwa na vifungo au mikosi katika sehemu hizi, upande wa ubunifu au kazi, yani ubunifu wako, creativity yako, ama kazi, mapenzi au mahusiano ama ndoa. Utakuwa na changamoto katika masuala ya watoto, children. Changamoto zake ni hizi. Changamoto ya kwanza inatokana na uoga wa kuonyesha vipawa vyako, au talanta yako, au kujiexpress ideas zako au ubunifu wako kwa watu, au kwako wewe mwenyewe. Unashindwa kujiamini na inaleta vifungo vya riziki. Maana ukishindwa kujiexpress ideas zako, vipawa vyako mbele za watu, na kupitia vipawa vyako ndio unapata kuchipuka, unapata unafunga mahitaji ama riziki zako. So wewe unapata unakuwa tu na vifungo vya riziki. Pesa kuingia kwako inakuwa ni ngumu. Unajiuliza nimerogwa ama ni nini? Hapana, ni wewe kushindwa kuchipua vipawa vilivyo ndani. Ndio unapata sasa, kama kuna vifungo katika ukoo, unapata ancestors walikuwa na vifungo vya nini? Vya kutoridhishana vipawa. Walikuwa na uoga wa kuinusha vipawa vyao. Walishindwa kupona, walishindwa kuawaken, walishindwa kuheal, na ndio maana unapata riziki kwa ukoo inakuwa ni ngumu. Kingine utapata kila wakati ukionyesha vipawa vyako, kunatokea mtu akinena vibaya ama kejeli kuhusu hiyo talanta yako, ndio mwisho wako unafunga hiyo vipawa vyako. Unaona kabisa I'm not worth it. Sasa wewe unadependia watu. Unapata ukifanya kitu unataka mtu aseme, amesema nini? Akikuwa amesema negative, basi ndio umefunga hizo vipawa vyako. Haya, kingine utakuwa na matatizo na afya yako katika eneo au sehemu za kupitisha chakula au tumbo. Utakuwa na acid reflux. Hizo mambo na acidic, sijui uko na ulcers, vitu kama hizo, utakuwa na matatizo sana wakati Zohali atakuwa kwa nyumba ya 5. Itabidi kujifundisha kula vyakula vilivyo na balanced diet, ama uingie katika diet ile ngumu. Unapata watu kama hao kula hizi chips sijui nini hayumo. Ni mtu akila tu shida na tumbo ndio hiyo imeanza. Haya, kingine utakuwa na shida ya kujiongelelea mbele za watu, self expression. Mara unahisi uoga, yani ukisutwa tu ndio mwisho wako kuonekana ukumbini. Ila hata ujifiche vipi, bado utakuwa unaonekana tu, maana nyumba ya 5 imebeba mvuto. Nyumba ya 5 ni wale watu ambao Leos wanapenda kuonekana mbele za watu. So hata ujifanyaje, bado utakuwa unaonekana kwa watu, ila sasa utakuwa na shida ya kujiexpress. Utapata mwenza, na hivi kwa kufungua hizi vifungo utapata mwenza ambaye anapenda kuonekana mbele za watu, ama utapata unafanya kazi ambayo lazima uface watu ndio uweze kufanya nini? Kupata lishe. So kupitia hivyo utapata kujisaidia kujifungua ama kujifunza kuongea mbele za watu. Utajikuta ni mtu mwenye haya nyingi sana. Pia utakuwa na ugumu wa kujiexpress hisia zako kwa watu. Unahisi ukiwa mbele za watu ama ukilia mbele za watu utaonekana dhaifu. Sasa hivyo ukiwa mtu amekufanyia chochote ama kitu chochote kimefanyika, huwezi kushowcase. Unaona ukishowcase utatatiza wengine. Unaonekana wewe utaonekana weak, vitu kama hivyo. Na hivyo unafunga ndani. Kingine, hutataka kuwa mzazi. Utaona watoto kama mzigo au majukumu. Utaona uzito wa kuitwa mzazi. Mahusiano yako na watoto kwako itakuwa ni ngumu. Wewe ukiona watoto, yani hiyo unaona kabisa mimi no, I cannot have kids. Yani hizo issues na watoto, tutakuwa na matatizo sana na watoto. Hii ni vifungo ambavyo vitakuwa ndani, vitakuwa katika maisha yako wakati Zohali atakuwa katika Leo ama the 5th house. Okay, mikosi au vifungo vitakavyokuwa, kutakuwa na vikwamo katika vitu vitakavyoleta furaha kwako. Unapata kwako wewe kupata furaha mpaka ufanye kitu kikubwa kwa mtu au kitu, ndio uhisi furaha ndani mwako. Furaha au vitu vitakavyo leta furaha vitakuja baadaye kimaisha. Baada ya wewe kujifundisha kupata furaha ndani mwako kwanza, ndio upate kufanya nini? Kupokea hizo furaha kutoka kwa vitu vya nje. Kingine, pia utakuwa na matatizo na nguvu zako za ndani. Maana karma yako au vifungo utakavyo kuwa navyo ni kutokana na kunyanyasa, yani karma ya kale ambayo utakuwa na ambayo imefanya ndio unakuwa na Zohali katika nyumba hii ya 5, ni kwa sababu katika maisha ya kale ulinyanyasa na kudhulumu watu sana kutoka katika maisha ya kale. So katika hii maisha utakuwa unapitia dhulma sana kwa vitu ambavyo unavifanya. Either dhulma katika kujisemea au kujisimamia.
Kingine, utakuwa na vifungo vya riziki au mahitaji. Utajikuta unafanya kazi nyingi sana ndio upate lishe au mapato. Jinsi ya kujifungua vifungo hivi: jaribu kuthamini na kukubali kuwa na mikakati au routine ya kazi zako. Kuwa na malengo na mwelekeo ya jinsi ya kutafuta riziki zako katika maisha yako. Kingine, jaribu kusaidia watoto ambao hawana wazazi ama ambao wanatoka katika familia ambazo hazijiwezi. Jaribu kutembelea children's home ili kupunguza laana ya hii karma au vifungo iliyo katika maisha yako. Jaribu kujifundisha psychology ya watoto, yani kuelewa watoto, ili kuleta amani kati yako na kuwa na watoto au kukaa na watoto. Kingine, tenga muda wako wa furaha aidha kupitia hobbies zako au vitu vinavyoleta furaha kwako, ili ulete na kujenga furaha ndani mwako bali si nje. Kingine, kuwa na discipline na subra maishani. Jaribu kujua ni vipi au ni njia gani unafurahikia wakati wa mapenzi na mwenzako, au jinsi ya kuapproach mwenzako ili ufungue vifungo hivi ili uweze kupata ndoa ama uweze kukaa katika mahusiano vyema. Na kingine, ili kuepesisha karma hii ama vifungo hivi, wakati umeona umekwama kabisa, jaribu sana kutoa ama kusaidia watoto ambao wako katika hali za chini. Jaribu kwenda kwa children's home, jaribu kutoa hizo charity. Ukiwa umefungika sana, ukiwa na dala yako, 10 yako, unaachilia kwa watu ambao hawajiwezi, huwa inakufungua wakati kuna matatizo ama vikwamo. Pia jaribu kuwa na diet ya kula vyakula vyako, maana matatizo ya tumbo yatakuwa sana wakati utakuwa na Saturn in the 5th house ama Saturn in Leo. I hope umenielewa vizuri.